The mess you have done before, you will regret. Yani walifu lotendo utajutia. Hii ni utangulizi wa moto mkali. Inaanzia ulingoni hapa. Yuko binti anamuita V. Yuko na Zayn alikuwa anapambana sana tu. Yep. Mapambano haya ni mazito. Binti anafanya hivi kwa ajili ya kutetea familia yake tu. Babake amekuwa mtumwa kwa miaka mingi sana chini ya mtu mmoja ambaye jina lake anamuita Raja. Sasa anapelekwa chini. Huyu ndo binti anamuita V. Ni hatari, mtoto kike hafai. Kono natembea ulingo huu hauko kisheria. Ni michezo underground. Mama ndo jinsi anavyoenda. Ametaitwa binti safari zamu yake. Vi amesuka kidogo natambulika. Yeah. Cheki mambo. Watu wote wanashangilia, mzee mzima, vinywaji vinatembezwa. Sasa mkono unatembea polingoni. Moto umewaka zaidi. Baba. Yeah. Picha ni kali sana hii, utaielewa. Ni moto mkali zaidi ndani ya George Master Quality. Watu ishi vigongo vikali kwa hii ni mpya pia. Kigongo na kitawira. Kibao lichokitenda utakijutia. Tafsiri yake ndo hii. The mess you have done before, you will regret it. Yes, ndo maana yake. Sasa mkono atembea. Kapelekwa binti pembeni. Kasimama tena upya. Bibia wanamuita Zayn. Zayn anapambana na V. Mtoto wa bosi wa ulingo ambaye jina lake anamuita Raja. Huyo bosi anamiliki makampuni mengi sana. Na kampuni moja ambayo ndo wanaishi nao papa. Kampuni inahusika na uzalishaji wa condoms. Wecheka tu. Kuona hivi. Na wanazalisha condom utaki au? Yes, mkono atembe. Asante. Ulingo ni wa moto bala. Kapeleka binti maskini Mungu. Sasa nimgusa kwenye macho. Akawabibia haoni ghafla tu. Hii si kawaida, kwa kidole cha kawaida kiasi, kwa hivyo lazima kuna dawa zimemixiwa. Binti anaanza kuona wengi. Bibi wanamuita Zayn. Alioshwa sana sasa. Wezi amini mambo. Binti alioshwa kinyama. Yo. Pewa. Anaenda chini. Hii round ameshindwa binti. Wezi amini mambo, vika shinda. Toto wa dingi la madingi, dingi la kinyambisi, dingi la kinyamera amewini katika battle hii. Hapo juu ya ring, yani juu ya ulingo. Ni utangulizi basi. Mimi nakwambia hivi, twende sambamba zaidi. Leo tuko na mtu anamuita Ifrit. Unamjua jamaa? Anaitwa Yayan Ruhian. Huyu jamaa asili yake kinako kabisa ni ndani ya Bangkok, Thailand. Lakini amekulia huko Uingereza. Anaitwa Yayan Ruhian, jina lake halisi jamaa. Anatisha balaa, ni moto wa kuotea mbali. Utamwona kwa makini zaidi. Amecheza picha nyingi sana japo sitoitaja sasa, lakini nafikiri bila shaka utakuwa unamtambua. Yes, Nine Star katika picha hapa. Lakini yuko upande wa upinzani. Moto! Hapa tuko na Hasani. Tuko na Buni pia na bibi Zayn. Kuna mtu mmoja anamuita V. Akiwa pia mkali wa mama anamuita Ifrit. Tuko na Rajas. Raja anamuita Raja. Yep. Ujamaa ana territory moja kubwa sana ambayo inahusisha na uzalishaji wa condoms. Lakini ndani yake kuna mambo mengine yaliyojificha. Si kila mtu anayefanya biashara anafanya biashara kisheria. Biashara zingine ambazo wanafanya nyuma ya condoms wanaziita methamphetamine. Methamphetamine ni vitu fulani ambavyo vina madhara sana kwenye condom. Na vijana wengi wanatumia. Unajua kizazi cha ngano na kizazi cha condom? Ashakum si matusi. Lakini tutaelewana zaidi. Hii hapa. Tunaanza rasmi. Wakati kuna gari moja ilikuwa nafika, ilikuwa imetoka nje kidogo ya mji. Leo tuko Thailand.
Haji Mtendang ni. Anasema huu mji ni kama ghost town. Umelaaniwa na Mungu. Tempat aku membesar. Ndio sema nilikokulia jamaa. Anaitwa Hassan. Watu wanaoishi katika hii sehemu wanamjua vizuri sana. Semua orang hormat aku. Na wanamheshimu pia. Lakini wengi wao wanamwogopa. Aku termasuk diri aku sendiri. Yaani hata yeye binafsi anajiogopa. Sekarang ni sasa tenang kat sini. Wamekaa chini ya mtu mmoja ambaye jina lake anamuita Raja. Wakiishi kama watumwa, wako takriban 62. Wanaishi kama hostages. Wanapambana kwa ajili ya maisha. Sasa narudi jamaa kwa ajili ya familia yake. Ni miaka 8 imepita. Tempat lagi. Alikuwa kisigi kupoteza muda wake hapa katika sehemu. Ndio maana kuamua kuondoka na kwenda kuishi mbali. Leo ndo narudi sasa hapa katika mji huu. Hebu simama hapo hapo. Ametokea Marekani siku ya leo jamaa. Wanatochea hata Marekani. Usigeuke nyuma. Nashika namba hiyo. Umetokea wapi mheshimiwa? Machang. ID identification, yani kitambulisho. Akakionyesha cha utaifa. Ni hapa hapa alikotokea. My Tentra. Hii ni kadi hapa. Anamba nisema na kuishi babangu. Kwa umerudi kwa ajili ya nini? Ambako kwa ajili ya issue ya kifamilia. Sawa sawa. Geuka nyuma lakini taratibu sana, usigeuke haraka haraka. Taratibu. Nakuja ugeuka. Kudada deki zako huko hai. Anakutana best yake anamuita Moon. Wale wanamuita Boon. Hakameni kama jamaa yuko hai. 3 meter. Anamba sasa hivi ameacha kabisa na kuvuta sigara. Amba relax. Sini boleh, Ancong. Dahlah rokok. Hapa ni sehemu poa sana. Gari kau kat sini juga. Hii ni sigara ambayo inauzwa na smugglers, wauzaji wa madawa kulevya na vitu vingine. Golongan Barhen macam aku. Kau Marhain. Anasema umeshafikia kiwango kama cha mimi. Kama mimi nishajiwa jeshini, alikuwa na nafasi ya komando. Lakini sasa hivi ni retired komando. Anamba siamini kama hata nawe umekuwa askari polisi. Ghafla upande pili kuna watu wanaleteana zengwe. Macam itulah. Macam mana kau hasut aku jual. Wanatulizana kwa wanaleta zengwe. Kalau kau kawan aku, so rumusan dia. Kalau bukan pasal kau, aku takkan jadi setan. Tapi kalau bukan pasal kau jugalah. Anasema na nakushukuru kwa sababu unaweza kunionyesha njia. Passport. Na leo hii nimekuwa afisa, nimekuwa inspector wa polisi. Onda ni baru. Anamba nataka kujifanya kwa ni henchman, si ndio? Babako alikufundisha hivi. Wazijomba walikuwa wanapigana. Sai. Hey, Inspector. Hey, Inspector. Kazi yako umesahau. Aku pula. Ana kwa nini mimi? Sebenarnya kau dulu orang. Kama watu wanaleta shida na vurugu kama hivi, acha tuone wapigane. Jauh ni pasal apa? Niliondoka katika sehemu hii kwa sababu hii alikuwa jamani mpambanaji mzuri sana ulingoni. Aliachaga hii mambo. Adulah. Ha, antam dia aku. Basi gonganeni vizuri sana tuone nyinyi wawili nani mbabe hapo. Hii kazi ni yanishangaa. Sasa kwenye gari umempakia. Boon amempakia besi yake sana ito Hassan Muna. Kau sama dulu. Anasema sikumbuki siku zako zile za nyuma. Kereta polis. Bang, lakini ukumbuke kwa mmekaa kwenye gari la polisi. Hey, Hassan Munas. Famous. Ni maarufu sana. Serius lah? Kweli? Munas yang tak pernah kalah. Naelewa, namtambua kabisa Hassan Munas ni nani. Itu. Alikuwa ni visible boxer. Balik ni. Hebu subiri kwanza. Kwa umerudi kwa ajili ya kuingia ulingoni, kulipa kisasi juu ya dadako, ambaye sio biashara yangu, wala nimemchagua mtu tofauti. Sikurudi kwa ajili ya hilo jambo. Una hakika? Ndio maana yake. Dada yake ni mpambanaji ulingoni na fight kwa ajili ya babake, kulipa deni ambalo alizikopeshwa miaka mingi iliyopita na mpaka leo hajalipa. Akikumbuka hivi watu jinsi wanavyoishi wananyanyasika sana chini ya mtu anamuita Rajaz. Ni hatari sana. Watu wanalalamikia kampuni waume zao wanafanya kazi, wengine wake zao wanafanya kazi, wengine dada zao, wengine kaka zao. Wanailaumu sana kampuni hii wanaita Rajaz Territory. Bang Hassan. Halo Hassan. Nak selfie satu weh. Na tukachukua selfie pamoja ndugu yangu kama utojali bwana. Jamaa akacheki ukamwangalia kwenye driving mirror anakuwa yuko serious. Wakati anazidi kusafiri kuelekea mbele zaidi, kapakiwa kwenye gari la rafiki yake besi yake ambaye sasa ameshakuwa inspector wa polisi. Wanamuita Boon. Jamba. Siap. Anasema aku rasa lagi elok naik sendirilah. Tengok apa terjadi sebenarnya. Nenda kajiangalia mwenyewe kwamba nini kilichotokea katika sehemu, lakini si ishu moja kubwa. Polisi wamepambana sana na watawala, lakini wameshindwa kupata ushahidi, ndio maana hawakamati. Tengokkan orang masa aku tak ada.
Anambeba waangalie watu jinsi wanavyoteseka. Anambeba mimi leo ni best bwana. Marafiki. Hassan, adik kau masih single? Vipi dada yako bado uko single ndugu yangu? Bwana nitakupiga ngumi ya uso pumbavu. Niulize dada yangu uko single? Nana kuita shemeji Rishazina. Kwenda. Naona ingia katika sehemu ambako babake ndipo anapoishi, pia ni kampuni kubwa ya mtu mmoja anaitwa Rajaz. Hii ni territory ambayo inahusisha masuala ya uzalishaji wa condoms na kuna vitu vingine ambavyo wanavizalisha ni hatarishi kwa ajili ya maisha ya mwanadamu. Yanaitwa methamphetamine. Methamphetamine ni hatari sana. Polisi wamepambana na mtu huyu kwa muda mrefu, lakini ukosa ushahidi. Yamali poingia hapa alikuwa anatambua. Wakati watu wengi wameajiriwa na mtu huyu. Boss ndio huyu hapa. Anaitwa Raja. Au jamani noma. Kawahamasisha na kuwasisitiza watu kwamba wataishi kwa amani. Dengi yake na mtaalamu anamuita Hassan ndio huyu hapa, mzee mzima. Anajuta kufanya kazi, alishampoteza mke wake pia katika ile jambo. Sasa libakigi na mtoto wake wa kike ambaye ndo huyu wa sasa hivi anaitwa Zain, ambaye anapambana ulingoni kwa ajili kulipa kiasi cha fedha ambacho kinamhusu Raja Mera. Raja Mera ukiufupi unamuita Raja. Hii ni territory Raja. Raja's territory. Jamani tazama kavua maglasi, ni muda wa miaka 8 imepita sasa hivi ndio anakuja kurejea katika sehemu si salama pia. Kapita watu wamelewa vibaya sana. Bishana mzee hata hajamwangalia. Miaka mingi kutambua sio kazi rahisi. Lakini dingi yuko hapa na anaishi na mtoto wake wa pili anayemfuata Hassan ambaye ni bibi anamuita Zain. Yuko hapa. Aligundua hii ni machete. Machete manake ni upanga. Alitazama upanga wa babake. Anausundikaga hapa kwenye maua. Yote ni kuweza kujilinda dhidi ya mtu ambaye anaitwa Raja Mera. Assalamualaikum. Hello, leta ndani. Katokea dada yake alimgundua, tunajua undugu ni kovu aliwezi kufutika. Binti Lisi tu ni kakake amerejea. Miaka 8 imepita sasa, jamaa na ndevu pia. Lakini binti anakaa kabisa kutaka kuongea naye. Hassan, mzee ndo anakuja. Walipishana hapo lakini hakumuona. Sasa kana yule ndo amemtambua mtoto wake baada ya kusimama mlangoni. Alivuta pumzi ambayo inaashiria kwamba hapa si salama. Wanaishi kwa mateso sana katika sehemu hii, ngome ya Raja Mera. Mtoto anavuta sigara, dingi kawasha fegi, kabidi mchomee na mtoto wake. Darah si macan. Anamba hii hairushi pointi, lakini najua Bunga ketapa katika maua haya ndio sehemu ambako naweka upanga ule unaoita machete. Ana mama na pengine labda huenda huko sahihi. Lakini anasema mama yako alikuwa akichukia sana hii jambo. Najua nilimwangusha kwa urefu na amepoteza maisha. Anamba lakini mama alipoteza maisha kwa ajili yako. Umeacha doa moja kubwa sana. Yeye ilikuwa suicide kwa upande wangu. Hebu mtazame. Ayah, dia nak pergi. Binti anasema anaelekea kazini kwa sasa. Akamwaga baba tu, lakini hakutaka kuongea na kakake na hasira naye mbaya. Hey. Watoto wa kike na visirani kawaida. Bincang dengan dia. Anamba je, uko tayari kuongea naye? Labda akirudi. Maana matatizo mengi yanamsumbua binti. Tahu kan? Anamba unajua nini? Saya kat Kemenchang. Alikuwa kule matching camp kwa zaidi ya miaka 2. Kemudian enggak. Ulikwenda kutembelea kaburi la bibi yako? Anasema ndio. Lakini baba, kuna jambo nimeleta kwa pamoja, nafikiri tafaa. Kuna kiasi cha pesa anacho. Kwa nini usiende kununua jengo moja kubwa akaishi hapo? Anambia ni vizuri unavyofikiria, lakini hujui kilichokuwa hapa. Zaini pia anajua. Kwa maana tuendelee kubaki katika sehemu, ufanye kazi katika karakana mtu huyu. Kazi ya kishenzi. Anamba wewe ndio ulisababisha mimi nikiingia na matatizo kama haya. Vitu vimesha, mambo yashabadilika sasa hivi Raja. Raja niko chini yake, nafanya kazi. Anasema kwa nini uchukii hii karakana mtu huyu? Mama alikufundisha kitu akakuelekeza kitu ukutaka kumsikia. Badala yake ni kwamba ulikuwa unanipinga katika kile nilichokushauri baba.
Sasa angalia mbaki peke yako na mdogo wangu wa kike. Anasema kuna vitu vielewe. Macam mana Rohmet tak faham, macam tu juga. Anasema mama alivielewa mwanzo, lakini ukutaka kumsikiliza mama ndio kilichopekea kifo chake. Bukan salah. Hakuna kinachoonekana kwa kiko sahihi katika sehemu hii. Japo tanilaumu kwa makosa niliyotenda mwanzo, lakini kwa sasa nakuambia ukweli, lazima unisikilize. Anahitaji aweze kumtoa babake katika eneo hili, wakaishi kwenye nyumba nyingine. Maana nahisi baba ni moja kati ya wale hostages zaidi ya 62 ambao wanamilikiwa na mtu anaitwa Raja Mera. Ndani ya Raja territory wanateseka, walikopeshwa pesa nyingi sana, na paka kulipa sasa imeshakuwa gharama kubwa. Ilibidi jamaa leo aje katika ngome ya Raja Mera. Anasema nimeona binti moja mzuri sana. Oh, siapa pula ni? Ase, huyu mtu ni nani? Nazmi? Nazmi? Huyu mtu ni nani? Hassan. Nafikiri bila shaka ni Hassan. Ya Abang Nazmi. Hassan atakuwa kweli ni yeye. Nazmi ni besti yake na Hassan kwa zamani, lakini sio kwa sasa hivi. Maana Nazmi sasa anafanya kazi chini ya Raja. Apa pula tak tahu? Anambia mama yako anajua kuwa anafanya kazi hii. Kama ndio anajua hatua zangu zote. Wujud teladan. Sasa lazima ujifunze kulingana na makosa niliyotenda mimi. Engkau jaga keluarga kau sendiri. Kama vipi, fuata biashara yako pia. Jalan kau tu lagi bodoh. Dada yako alikuwa katili sana na hilo ulijui. Iyalah. Umenisikia nilichokiongea? Icik pasal Raja sampai macam tu. Unataka kuleta ugomvi na Raja? Tujuan kau apa cerita Anambia Nazmi, unajua dada yako alivyokuwa anafanya mambo? Balik. Jadi aku tak. Umerudi kwenye ushenzi yule yule. Jadi kau tanya. Sasa mimi nimerejea kwa ajili ya kitu kimoja tu. Usio na hasira na mimi. Overdose batu. Mama alikufa kwa overdose. Dada anafanya mambo kishenzi. Lakini pia mama yako apumzike kwa amani. Yang batu. Kan Usiwe mkorofi pia. Usipoteze muda wako. Sasa jamaa akataka kuanzisha ngoma. Jamaa akamzuia. Anajua makosa ambayo dada yake aliyafanya. Dada alikuwa akiuza mwili baada ya mambo yote. Namuona mkali wa mambo huyu jamaa anamuita Ifrit ama Yayan Ruhiat. Rayan Ruyan. Jamani noma. Alicheza picha nyingi sana. Na yeye pia anafanya kazi chini ya boss wanamuita Raja. memang masalah Sikutegemea kama bado unaendelea kufanya kazi kaka, sema bado ni muda mrefu sana. pension. Raja ametoa pensheni kubwa kwa ajili ya watu kuwalipa na vitu vingine. Akamruhusu ingia. Sasa Nazmi, Satu hari nanti unakumbuka ile siku nawarin dengan Ifrit. huyu jamaa Siapa menang? Ifrit alipokuwa akipambana ulingoni? Je, unaonaje kama wajamaa akikutana ni malijendari kwenye mpambano huo, itakuwaje? Yaani akikutana Ifrit pamoja na Hassan itapendeza. Dogo anaongea sana, lakini jamaa alikuwa amsikilize. Yai Hassan, hem, nyamaza na wewe. Hey, umjui Hassan vizuri. Wanaingizwa ndani ya ngome ya mtu ambaye anamuita Raja Mera. Ni mtu mmoja mkorofi sana. Yaani haamiliki wala chochote. Serikali wameshindwa kupata jinsi ya kumkamata kwa sababu imekosa vigezo vya kumkamata. Kampuni yake anazalisha kondom, lakini nyuma ya kondom kuna mambo mengine. Yako mambo ambayo anazalisha ni athari sana kubwa kwa binadamu. Na ana ulingo ambao kwa underground hauko kisheria. Jamaa anaingizwa ndani, lakini kibabe sana. Ubosi na mtoto wa kike ambaye tulimwona mwanzo wa picha hii, wanamuita V. V ni mrembo lakini hafai. Huyu mtoto wa kike hafai. Hakika nakwambia. Mwana wanachokipima watu hapo kinaitwa methamphetamine. Methamphetamine ni hatari sana, ni zaidi ya unga wa madawa kulevya. Watu wewe wengine wanashangilia ulingoni jinsi mapambano yanavyoendelea. Huyu jamani mbabe sana katika sehemu. Wala hata usimzungumzie, hafai. Ashapiga watu wengi sana. Mtaalamu anaingia hapa, lakini kwa lengo moja tu. Anahitaji solve jambo moja kwa ajili ya familia yake, maana familia inadaiwa deni kubwa sana. Na mtu anaitwa Raja. Wako chini ya mtu na babake na wanafanya kazi chini ya Raja kwa kutaka kulipa deni, lakini kwa miaka mingi amekuwa kutumikia sehemu hii. Na amepewa kabisa jengo kubwa na wanaishi hapo na mtoto wake wa kike ambaye anaitwa Zain. Sasa mama anataka kusolve ili tatizo liishe, wazungumze. Wanafikiri rahisi. Boss anaishi sehemu kama hii. Nazungusha na sengenge na mnayafu, kuna umbwa ndani. Lazimisha jamaa ingie ndani. Ifrit ndio mtu wa kwanza kwa mkono wa kuume. Boss yule alikuwa akimshughulikia mtu mengi ndani. Boss
anamshughulikia mtu ambaye anamdai pesa yake na hajamlipa. And this is for Ho Chi Minh. Hii ndo unachostahili. This is for Geylang. Pigwa. You think you can take my money? Nafikiri unaweza kuchukua pesa yangu usinilipe? Shenzi mkubwa. Huyo mtu amepigika mbaya. Yaani ni muda wa masaa mawili sasa anapigikaga tu. Jamaa anaingia. Wanamuita Hassan Munaz. Boss alishangaa baada ya kumwona. Tuan Raja. Raja. Hassan Munaz. Are you really back? Kweli umerudi? Betul. Ni muda kweli yani. Muda umepita kumgusa, akajikagua jamaa asije kwa ameshika ile damu. Akamwachia alama ya damu ya mtu aliyekuwa akimtesa kumdai pesa yake. It's Lieutenant Hassan now. Anasema sasa ni muda mrefu umepita. Please. Apa tuan-tuan ni? Panggil aku Raja. Unaweza kuniita Raja. Muda umepita. Alikuwa retired lieutenant huyu Raja wa jeshi la polisi, lakini sasa ameshaasi kikosi na ameanzisha biashara yake zinazomlipa. Retired lieutenant. Raja. Raja. Datang ni minta perkenan Raja. Nimekuja kwa unyonge sana. Nimekuja kukuomba kitu kimoja. Naomba tafadhali mwache dadangu na babangu peke yao. Waishi peke yao. Wasamehe katika deni nilokuwa nimelikopa. Najua kabisa deni ni kubwa sana. Lakini nitajua jinsi ya ku clear debt. Yaani nitajua jinsi ya kulipa deni hilo. Kwa tafadhali nimekuja kwa ajili ya ombi la kuacha wewe huru. Maka shanga. Huko risasi zinalia. Yule alikuwa anadai ndo anapigwa risasi 7 na uwawa. Hebu kaa chini kwa mbasa mani. Hassan, sit down. Sit down. Kaa chini. Huwezi kuzungumza na mtu umemsimamia. First of all, Hassan. Tazama. First of all, Hassan. Hizi ni pesa ambazo mzee wao anajiingizia. Ni pesa nyingi, dola za Kimarekani. And I pity anyone. Anamhurumia kila mtu. I have pity anyone. Ambaye najua naelewa. Back to the issue of adik dengan bapak kau. Lakini babako na dadako Diorang not like you. hawafanani na wewe. You understand me? Akamwekea maelezo ya deni ambayo anadaiwa ni pesa nyingi. Banyak duit. Walikopa kiasi kikubwa cha fedha. You're like your mom. You both nampak the opportunities I was giving the community. Anasema ni fursa ambayo anaipa jamii. Dia lebih ikut bapak korang. Sasa Taban. Huyo binti dada yako anaweza kuwa ni zaidi ya babako. Katoa upande pili binti namuona anaitwa V. Anampa tabasamu jamaa alafu anamngatia lipsi. Anampenda. And to everyone that she was going to humiliate. Amenitangaza kwa watu pamoja na kwamba kumsaidia. Amenitangaza. Nimedhalilishwa mfalme ambaye bado sijapewa crown. Mfalme ambaye bado sijapewa kitchen cha kifalme. Amenidhalilisha pamoja na kumsaidia. Kama Zaini alikutuma yani dadako amekosea. Kuja kuniomba mimi msamaha ngumu sana kwa wakati huu. Sasa nenda na nikutuma tena kwa Zaini kamuulize kwamba yeye ana ujasiri kiasi gani. Zaini ndio alishiriki mpambano pamoja na V katika ulingo mto. Tapi my beef bukan dengan you. Sina beef na wewe. Yani hana ugomvi na Hassan Munaz. Terima Raja. Asante Raja. You must welcome. Karibu sana. Haya. Sasa jamaa anatoka nje. Anasindikizwa na Ifrit ya Yan Ruyan. Au jamaa ni mkorofi sana. Huyu jamaa afai kamcheka kwanza bosi akamba tulia kwanza acha usiingilie. Yaani kwamba alionja alitaka amuonje kidogo. Hey. Mbona mbwekea. Anatoka na ngome mtoni wa Rajaz. Aishafanya kazi chini ya Rajaz miaka mingi lakini miaka nane imepita. Anasema mlango kutokea si hapa ni wa huko. Miamba anamfuata kwa nyuma, kwa siri sana. Jap. Subiri kwanza. Sebelum Nazmi nak start Kabla Nazmi untuk korang belasah aku, hujachukua keta kunipiga. aku nak ambil peluang. Nisikilize kwanza. Nazmi, Aku nak samahani.
Aku tak sepatutnya gurau macam tu pasal kakak kau. Najua nilifanya utani juu ya dada yako. Cancel lah. Nafikiri ni vizuri sana ukaacha mpango huo wa kutaka kunipiga. Apa sial? Unachozungumzia ni mpumbavu nini? Kau cakap ni. Kete gani unazungumzia? Kalau shooting Anasema unajua kete wakati wa kushuti filamu. ke kau nak jadi go. Unataka kupiga kelele? Mesti kau jadi Najua utataka kupiga kelele, najua hilo. Inatosha, tuende mbele. sampai bawah dan dia boleh lah. Unaweza kufunga mdomo wako wakati unatembea. Ke kau nak jadi seram? Macam Sasa najua anasema kwamba unataka kunifanyia charge, yani ubadilishe mapigo. Yep. Ya kutaka kumtoa nje, haiso hivi. Lazima wamonje bwana, au sio? Wanataka wamonje kidogo. Kwa ndo maana jamaa kama najua unataka kufanya charge. Yaani kwa hapa vijana mori wa mgonge. Sasa alipofika mbele, makundi yakaongezeka. Wow. Oya ni aje? Charge! Watu wakapandisha morani wa Kimasai. Vita ikiendelea. Huwezi ingia na ngome za mtu bila ngeu. Haiwezekani. Sasa ni mpambano unaendelea. Ni shuli pevu. Cheki mambo. Haya. Kama tani. Nikizanga. Kamata huyo. Yep. Jamaa anapambana. Vunja. Say. Hakutaka kuumiza sana. Kamatani! Yes. Mwa napata njia nataka kukimbia. Lakini wauni ni wengi, wanyabe muongezeka kwa kiasi kikubwa. Akamwacha anataka kumwokoa. Akateleza mwenyewe itajiju. Sasa hataki apige mtu, lakini anamforce akajirusha. Kachomoka, wauni ni wengi mzee, huwamalizi leo. Watu wa Raja Mera ni wengi sana. Na hii ni ngome wanaita Raja's Territory. Facility ya mtu huyu ni kubwa. Inahusika na uzalishaji wa kondom, lakini kuna mambo mengi sana nyuma yake. Mkono katembea. Cheki mambo haya. Wachani! Kaikia kisu shingoni na chinja huyu. Wewe! Jamaa akataa kujitetea, ni besti yake wa muda, lakini ndio hivyo mpita miaka 8. Hamwezi akamba sabani sana kwa ajili ya dadako ndugu yangu. macam tu. Nilisema vile kwa bahati mbaya kwa sababu dadako naye pili kwa victim. Kwa usitaka kupambana na mimi. Achana hii kazi, nenda mbali kamrudishia kisu chake. I'm very sorry. Samani yani. Yeah. Sasa wale wako jipendekeze hapo. Utalijua jiji vizuri. Nimefika nyumbani. Huyu ni dada yake anamuita Zen. Alikuwa akisoma zake. Kuwasha taa imegoma. Maana umeme umekatwa, maji yamenyimwa, taa zimezimwa, umeme umezimwa pia. Akicheki kila mtu anahangaika. Lakini kwa upande wa pili kwa watu wengine wanawaka kwa sababu ya deni hili. Ina maana hata umeme pia umekata. Ayo mana dia? Baba yuko wapi? Zen hataki mazoea na mkali. Najua una hasira na mimi lakini usifanye hivyo. Mara binti kaondoka, alikuwa anatumia chemli. Shit. Kaondoka na perfume yake. Ya matibabu inaitwa Vira. Ina maana huna hasira na mimi sasa. Akaanza kumtibia tu hata aongee naye baada ya miaka 8 iliyopita. Rajian. Unasema unabashiri nini? Unajua nini kwanza? Orang keluar dari ofisi Raja tu tak. Hakuna mtu anayekwendaga kwenye ofisi ya Raja akatoka akiwa hana ngeu. Ni ngumu. Ya tu. Anasema mtu ni mnyenyesaji kama subiri. We, binti hafai. Inauma hiyo. Niko hapa kwa ajili ya kukulinda. Kamba nataka ujilinde wewe sio mimi. Kama umeshinda kusaki juu yangu mimi kunizuia nisikushambulie unaweza nini? Tabasamu la binti ndio shida yake. Nani kufundisha kupiga watu kihivi yani? Yang bukan kau. Ana sina hakika, lakini wewe hukuwahi kunifundisha. Aku tahu kau marah kat aku. Najua una hasira na mimi. Aku pun tak sangka hilang Sijawahi kufikiria kwamba umekuwa strong kiasi hiki. je aku ada kat camp tu. Lakini kwa bahati mbaya Jadi komando.
umeishia katika mikono ya watu wabaya. Mimi nilikwenda kule kujifunza, nilisomea ujeshi, nimekuwa komando lakini ni retired, yani alistaafu. Ikut aku boleh jumpa dia. Anambia naomba kesho tumfuate Raja tukazungumze naye. Ikut aku boleh macam. Najua baba atakuruhusu. Na elfu mwisho tuelekea kule Machang. Dia, aku nampak dengan mata aku sendiri. Apa yang Nimeona kwa macho yangu binafsi, hii sehemu ni mbaya sana. aku sebab tempat ni? Kule ni pazuri. Boleh tak kau dengan ayah? Nikombe kitu kimoja tu, usiwe na hasira. Najua hasira za baba pia zitaisha baada ya kusikia hivi. Ingat tiba-tiba Anambia unajua nini? datang sini, Hatuna popote pa kwenda. bersilang semua masalah. Usitufundishe jinsi ya kukimbia matatizo. Kama sikiza, Saya lah aku dah siamini kama umekuwa hujabalika kiasi hichi. konon nak bela negara. Yaani askari gani unayelinda taifa, lakini umeshindwa kulinda familia yako. Bos kami dia. Anaambia naomba tafadhali nisikilize. Ya aku dengar Anaambia idea yako ya ulinzi hiyo ni ngumu. Siwezi kukusikia. Dek. Hatuwezi kukimbia matatizo, umesikia hii? Shut. Zena ameshindwa kumwelewa mjomba. Jamaa aliona shughuli. Sasa kampuni ya mtu inazalisha kondom. Kondom ndo hizo. Ala, utaki au ama. Lakini nyuma yake wanazalisha vitu vinaitwa methamphetamine. Methamphetamine ni hatari sana. Anasema sehemu ni joto kama kuzimu. Itu kipas Madaktari wamevaa maski. hari-hari rosak wartawan. Watu wamefanya kazi kwa muda mrefu wa miaka. Wengine wamekuja hapa wakiwa watoto na wamezeekea katika sehemu. Wamekuwa laborers. Laborers maki wafanya kazi. Zingine zinazoharibika zinawekwa katika sehemu hii. Wanazalisha condoms. Sasa jamaa anashangaa mlango unapigwa pa. Nani tena? Alishangaa. Katona chemli ishazima. Ila alishaandaliwa chai, nafikiri mdogo wake ndo alifanya hivi. Kama analia chai, at least apate asubuhi na binti anawahi kazini. Akaona Pection kitabu hiki. Ameandika maneno fulani ya kulalamika binti. Wanamuita Zain ambaye mdogo wake na Hassan Munaz. Babake ndo anaitwa Munaz. Wana deni kubwa ambalo hawezi kulilipa. Lakini jamaa amekuja kwa ushauri kutaka kukimbia sehemu. Deni alikimbia na kulipa tu. Ni kiasi cha fedha ambacho alipewa. Paka mzee anapambana maisha yake yote kutaka kulipa lakini ameshindwa. Alikiangalia kile kitabu cha binti mara mbili akaiona ndoa ya babake jinsi alivyofunga ndoa na mama. Lakini sasa mama amepoteza maisha. Dingi anafanya kazi kwa unyenyekevu sana. Leo wakati wanafanya kazi wametoka zao na kondom zilizoharibika zile za kutupwa. Wakutana miamba wa mtu anaitwa Irajaz. Wakorofi sana. Sasa kumfedhehesha wakaamua kuchoma zile hapo padharani kama hey. Apa dia wewe? Nini shida naye mzee? Balik kejap molek kau ni. Unaweza kuongea kwa upole baada ya kufanya hivi? Ngamuk. Au unajihisi kwamba uko fiti sana? Bocah kita orang Unafikiri bosi atamwamini nani? Wewe usise kama mjinga kama acha. Unajua ametumwa na nani watu waachie tu. Waongee. Ni udhalilishaji wa maana. Sasa mzee alikasirika kana ujanja. Sasa mjinga. Ini potong. Haya ni malipo yako mpuze. Lakini binti yako ni wajoto sana. Ni wajoto. Yaani mama kuchoma takataka hadharani ili mzee aje azoe. Maisha magumu sana. Sasa ni zaidi ya hostels ambao ni laborers 62. Wengi ni vijana na wanateseka hapo katika hizo sehemu. Ya mtu anamuita Rajas. Sasa watu wanatafuta namna kuweza kutoka katika hili janga. Maki wanaishi kwa unyenyesaji. Wanaishi bila kuwa na malengo sahihi ya maisha. Ni kwa sababu tu shida ndo zilizofanya wabaki pale. Jamaa kafikiria kwamba wakati mwingine pia akiongea na dadake labda mzee atakubali. Sasa hivi Dingi aongee naye. Dingi anafanya kazi kwa Raja Territory katika kitengo cha uzalishaji wa condoms. Hiki ndio kiwanda cha kondom kama ukijui. Sasa Dingi akawa ananyemelea huko ndani. Kaona kuna miamba wawili walikuwa wanaongea hapa. Kisha wakaondoka akawa anawatazama. Naye mzee ni kwamba ameshachoka maisha haya.
Sampai jumpa. Khadija bana bishati na kutana na mzee mzima. Oya ni aje? Kamwangalia tu kapishana hivi lakini wajomba anamgusa. Naona Nazmi akamtazama usoni, kuna kitu. Kamcheki kwa mara ya pili, akampa ishara tu kwamba kuna kitu ambacho ameshakubaliana. Hakuna mtu anayetaka kuishi chini ya mtu kwa unyanyasaji. Kila mtu anatafuta uhuru wake. Nothing is better than a freedom. Nothing is better than a liberty. Yaani hakuna kilicho bora kama uhuru wa kujiamulia kuishi nao unavyotaka wewe. Jamaa anakutana dingi yake kwenye kampuni. Mzee akaongea mengi akabidi aishie. Anajua mtoto wake anataka amtoe katika sehemu lakini kwa nguvu haiwezekani. Maana watu wamenyanyasika kwa muda mrefu sana. Hassan! Bun! Cantik tangan. Mikono yako inaonekana vizuri sana. Alafu pia una new tattoo. Vipi bwana kuhusu habari za Davis? Kau tahu tak semalam Unajua nini usiku wa jana uliopita? Come on lah Hassan. Aku ingat kita kawan. Dada yako alikuwa akipambana ulingoni. Aku juga nak hantar Raja masuk lokal. Najua unatamani sana kumwona Raja akiwa nyuma ya nondo ya Sero. Lakini najua ni ngumu kwa wakati huu. Anamchukia sana mtu huyo. Ambaye sikusema chochote kuhusu Raja kwa nyuma ya nondo, wewe ndio umeongea. Pasal? Una hofu Kau? kuhusiana na unachofikiria? Bukan. Unaona? Saya dah dengar aktiviti co-curriculum Mimi sio pekee nilisikia agenda za mtu siku ya jana. dengan polis pula. Lakini hata watu wengi wanamzungumzia. Watu wametulia tu wamekaa wamenyamaza, lakini wanajua mambo yote. Huyu jamaa ni askari polisi, ni inspector. Ha. Itu aku tahu. Ina maana hili jambo la jazi la kukera akamba ndio. Kau orang harus Nahitaji niwasaidie watu hao. Jamani, na anaanza kunipatia Raja. Anajiongelesha jomba. Askari wa polisi inspector. Raja. Sampai Najua kwa kipindi kirefu cha nyuma ulikuwa chini ya Raja, hilo nilifahamu. kerja kau Na ulikuwa kizificha pia jadi. machafu yake alikuwa akiyafanya katika sehemu. yang kerja satu. Lakini bahati nzuri ni kwamba ulienda kupata kazi nyingine. Hassan, Macam dia orang. naomba tafadhali usio kama wao. Sama. Tujiunge jeshini bwana. Lengo letu tunalikumbuka. Kaambia sawa nimekuelewa. Lakini jamaa msikilizi tena. Pamoja na kwamba kamjibu namuelewa. Sasa nyumbani. Ya, kafika kwa dingi. Nggak dunia nggak ada jawabnya nggak. Ulikwenda kuongea na Rogue Raje. Ayah gelak. Bado unacheka? Najua bado ni bosi wako baba. Masih lagi dengan Nini kitatokea kama ukiendelea kubaki hapa? Enggak nih. Bado unafafanulia hili jambo. Sihitaji kusikia chochote kuhusu mtu. tolong aku jauh. Baba please tafadhali. Mwangalie hata Zen ndogo wangu. Tak maaf ni Raja. Naomba leo usiku nikaongee na Raja, niende na bibie Zen, tukazungumze naye ili jambo liishe. Itu sebab Tunajiona mna kulipa ile deni, ni moja tu mazungumzo, maana kwa pesa hawawezi. rumah setinggan atas tanah haram. Tanah yang dia Utaishije kwenye sehemu kama hii baba, lakini unafanya kazi ya kunyenyekea mtu? kerja saya. Hii kazi gani sasa? Tena ke dalam tu. Anasema ndio, unajua ni kazi iliyolaaniwa, lakini mimi lazima nipambanie maisha yangu. Dengan tek gigi kamu kita bagi. Tunafanya kazi ngumu lakini tunalipa kwa karanga tu, peanut. Tumeachwa bila uchaguzi. Nyaya. Najua uko bomba sana baba, uko smart, lakini usikubali jambo hili la kunyanyaswa. Biar aku dulu. Anaambia mwili wangu unahisi kama nimekufa. Kasih lapar. Hii sehemu ilichanganya kwa zaidi ya miaka 8 iliyopita. Kumbuka baba, nini kilitokea jana? Zen pula. Nini kitatokea kesho sasa? Naomba nikazungumze na Zain. Ini macam orang kau. Anasema umemsahau mamako aliyepoteza maisha. Ukumbuki hilo? Bila dia melawan cakap aku. Ingat, Bado nataka kuzungumzia mambo hayo. Anaambia haswa baba, nataka kuzungumza. bahaya lagi dengan ayah. Yaani niko tayari kusimama hata kwa sekunde 2 kwa upande wako kutetea kamba mjinga wewe. Haujui chochote. Sebaik Mek dah mati. Anasema mama alikufa si kwa uzuri, Sanggup tengok. lakini kwa sababu alikuwa na hasira na wewe na wewe uko umsikilizi, ulikuwa mjeuri tu. Sasa dogo anaondoka mbele ya babake nikamwachia maneno ya kumuumiza. Binti anatoka nje Zain anashangaa. Kulikuwa kuna ugomvi hapa. Wanaishi na deni ambalo kiugumu hawezi kulipa. Yaani kirahisi hawezi kulipa. Toka! Kafukuza wafanyakazi watu. Wanaishi kwenye gorofa la mtu anaitwa Rajas. Paka kesho. Yeye ni hatari sana. Ni maisha mateso mno.
Hello. Ni noma. Ghafla simu yake inaingia. Anapigiwa na binti. Abang. Hassan. Wakakubaliana. Cepat. Zaini, fanya haraka basi. Funga mdomo na wewe. Kau ni sebab ayah je tau. Nimekuja na wewe kwa sababu ya baba tu, kama ndio najua relax sasa. Muda si mrefu tutakuwa tumefika kwa Raja. Kita dapat keluar hidup. Amba, lakini unajua nini? Apa? Kama vipi asiposikiliza itakoaje hapo? Dia kan ex-boss kau. Dek. Najua ilikuwa ni ex boss wako wa zamani. Kita tahu Anasema sheria ya taifa hili imeshindwa kumkamata mtu. Nafikiri tukiongelea kwa upole ataelewa. sama keluarga aku itu je, Dek. Mimi nachotaka ni kusaidia familia yangu tu, sio kitu kingine. Apa Raja cakap? Pandai aku fikir. Hebu tuone itakavyokuwa. Hebu tuone ndani. Wanaingia muda si mrefu katika ngome, mtu nao ameshafika. Ngome ya Raja ni noma. Sasa anakutana na Nazmi. Nazmi anatambua. Kaguswa tu kakubali. Anajua Nazmi naye amechoka maisha manyanyaso katika hii sehemu. Sasa boss anashangaa watu wamekuja kwa ajili ya mazungumzo. Hii deni lilokuwa amekopesha kiasi cha pesa hawezi kulipa. Kwa walibidi waje waombe radhi tu kwamba hawezi kulipa, lakini kuna udhalilishaji pia nyuma yake, ujue hilo. No, he didn't. So ulitumwa na baba yako? Na baba hapana, hajanituma. Kwa hiyo Ada. anasema tuko hapa, binti ongea. Boss ni mjeuri sana. Aku Mimi so hivyo. Saya Nimekuja minta maaf kuomba radhi and how I've behaved, okay? kwa kile tulichokitenda, kwa tabia tulizoonyesha, Tak erti nak bersyukur dengan kwa kutokuwa wanyenyekevu, kwa kile ambacho umetupatia, kwa udhalilishaji tuliokupatia. Samahani sana, tunaomba. No, I appreciate your apology. Nimekubali ombi lenu la samahani. Lakini kwa sasa ina maana. Natumaini baba yenu anafahamu kwamba msaada kiasi gani nimempatia. Tapi that won't do it. Hiyo alisaidi. I was humiliated. Alininyanyasa, alinihumiliate. And I'll decide. Na kwa maana hii. aku cakap ni ya. Ambo naongea nini wewe? Pindi napanisha jazba. Kamba tulia. Sasa nasogezewa chakula cha mbwa. Msosi wa mbwa. Makan. Kula. Ndo msamaha huo. Kamwongelea kakake. Inabidi ale tu kwa msamaha. Hii namba ni mbaya. Kamba do it, fanya hivyo. Huo ni udhalilishaji. Kamba kweli unataka ile jambo litokee. Ndio maana yake. Jadi Anasema nataka nimalize ile zeni. Tafadhali. Maana binti kuna kashfa aliwahi kuzitoa, lakini sisi hatukuoneshwa. Wale mdhalilisha, wale mumieti kwa namna hiyo. Kumdhalilisha kwa shambulizi la aibu. Sasa nalipa kwa kula chakula cha mbwa. Hilo deni watakuwa wamesamiwa kiasi gani? Tuone hapa. Binti anakula chakula cha mbwa maskini. Sai. Ni mateso. That's it. Anasema hiyo ndo sahihi. Mtoto wa bosi. O binti ni noma. You belong. Alishinda kwenye mapambano ya mwanzo. Anaitwa V. Akawa na mrekodi kumdhalilisha. Binti mcheki, lakini ndio wana maamuzi ya kufanya kwa sasa hivi. Waangalie kwanza wasamee deni lao, mambo mengine yafuate baadaye. Na watu wanajua kazi ya mtu huyu. Paling penting kau tunggu sama Anaambia nitakiwa kunisaidia kufuta hilo. Had it in you. Itu saja dah buat 40. Sasa wamesamehewa asilimia pasenti 40. 1% Asilimia 40 tu kwenye deni wanalodaiwa. Kwa 60 zitakazobaki akamenda kamwambia babako habari, msalimie babako. Asilimia 60 zimebaki kwenye deni wanalodaiwa. Ni pesa nyingi sana. Akamnongoneza baba, vipi? Nikamgonga hata kidogo. Kwamba Hassan na Zain, subirini kwanza. How would the both of you like a chance to clear Sasa mna nafasi ya kuclear deni lenu kwa asilimia 100. in the ring? Kuingia kwenye ulingo. Asilimia 100 utakuwa umeclear. Raja, mbangoja. Binti akubali. Wako tayari kulipa deni tu, waingie ulingoni. Haya. Huyu ndo mbabe, huyo mbabe sana. Na anaaminika sana na bosi Raja. Raja Mera. Tutaona tu. Binti amekubali kuingia ulingoni kwa kulipa kwa kukamilisha zile asilimia 60 zilizobaki zitimie 100. kita tak payah fight. Anaambia unafikiri kweli kwa wakati upambane mbali inabidi iwe hivyo. yang aku kunyah
umeniacha kwenye uchafu. Sasa inabidi nipambane. Sasa ina maana njia ya kulipa. Je, tukifeli? Kabidi amulize. Jadi, kalau kita Tutafanya hivyo. Kau juga nak benda ni settle kan? Anasema si ulitaka haya mambo yaishe. Jangan. Ulitaka nizungumze na babangu na turudi kule Machanga. Kita Basi inabidi tupambane, hatuna ujanja. untuk bebas. Tutakuwa free, tutakuwa huru. setuju lah ni ikut aku. Kwa hiyo uko tayari kwenda na mimi baada ya ushindi? Anamba ndio. Tuba- Nitakwenda kuongea na babangu na atanielewa vizuri sana. Jamaa akapunguza uzito. Cakaplah. Bibi, kama tukipoteza ulingoni Pernah tengok haijulikani, kama lakini anaimani kwamba atashinda. Wakakubali kuingia ulingoni. agak-agak. Anasema na kukumbuka vizuri sana, ulikuwa ni strong than zamani sana. Jamaa alishashiriki katika mapambano ulingoni kama hivi. Kwa binti bado na imani kwamba anaweza akafanya mambo makubwa, lakini binti naye pia hafai. Unapambanishwa na bibi na halafu mtaalamu anapambana na mtuyu ambaye ni moja kati ya watu wanaaminika sana, na mtu anamuita Rajas. Hii nyembarike hili kibo, watu wanaingia ulingoni, mchekeshe shule. Aya sasa, noma. Ate say ni shule. Watu wanapanda ulingoni tayari kuonesha madoido. Hebu tutashuhudia hapa sasa. Haya, okay. Wako na refa mzee. Inaitwa 2 in 1, 1 and 2. 2 kwa 1, 1 kwa 2. Cheki shule. Yes. Wakagawana. Yap, kama hivi. Wakike na wakiume, wakike na wakiume. Twende kazi. Lakini kusaidiana inaruhusiwa. Yes, hakuna sheria. No rules. Hakuna sheria hapa. Sasa mkono upigwe. Kumbuka anapambana kwa ajili ya kulipa deni. Bibi anamuita Zainab Mtaalamu Hassan Munaz. Deni la baba yao analipa kwa 100% ukishinda hapa. Say. Haya. Noma. Vir. Mtoto na madoido huyu. Astaghfirullah. Si mchezo. Akamtengea ngoma baba, chomekea. Takumotea ni shuli. Noma, kamkamata. Au sio kumetea masiara Hassan Munaz. Umechemka. Nimalizie. Kamgusa kidogo tu kazima. Sasa binti amezidiwa pia. Ana haki ya kumsaidia. Yap, inaruhusiwa. Kuna sheria. No rules. Mpa jomba. Watu wanashangilia huko nje. Ni kizaizai. Yap. Aya. Shule ni tete mzima, shule ni pevu. Alafu bado sijamwona mtu mmoja ifriti. Huyu jamaa yuko vipi kwenye ladha ya ngumi? Sijui ndo ile ilikuwa poki kwenye para nawe. Yemaki Dagaskas. Yap. Ni mtaalamu mambo, jina lake halisi wanamuita Yayan Ruhian. Yayan Ruhian noma. Sasa watu wanadhibitiwa kinyama. Hiyo konde liandaa nito pumbavu. Hii ni kwa kumgusa dadangu. Shenzi mkubwa mwana haramu. Sasa binti naye kazidiwa kwa chini. Makonde leo mpa ya kutisha. Konde za maana. Njombe mkata moto mazima. Refa anaamua kuna kuua hapa. No kills. No killing. Safi. Na imemkera bosi. Amekamatia watu wake wamepigwa. Kasirike friti na ngane. Ni mtu wa kuume kwa boss Raja. Haya. Binti anatamba leo na furaha. Inatosha.
Vi yuko chini, kaumia mbaya. Alikuwa na milioni na bosi pia naye yuko hoi. Tena binti haba na mbaya se. Macam adik-beradik ni. Walikuwa hawawezi kutuchallenge sisi, najua kabisa 100%. Takkan sikit. Unajua nilikuwa nakutegemea pia. Jadi kau setuju lah ikut aku balik Machang? Kwa hiyo utaenda Machang na mimi akaamba nitaongea na baba. Dia dengan aku lembut sikit. Atanisikiza mimi najua. Kau dah tak marah aku, Dik? Kwa hiyo utakuwa na hasira na mimi sasa Happy-nya aku. Unajua ni furaha iliyoje nilikuwa nayo. Ni Hata kipindi kile nilipokuwa naenda kupambana nayo nilikuwa natoroka. dulu Nilipokuwa mtoto mdogo, usiku mzima natoroka kwenda kuangalia katika mapambano. tengok kau lawan. Na nilikuwa nikifurahi sana jinsi nilivyokuwa kishinda. Kau Nilikuwa natumia fursa hiyo mimi ambaye najua ulikuwa unatoroka, ndo baba alikuwa na hasira. Lakini pia ulikuwa imara sana. Ulikuwa uogopi, fearless. kau. Nilihitaji kuwa kama wewe. Sekarang ni Sasa na ambayo kwa sasa hivi That's not the naona kama vile umekuwa bora zaidi yangu. Tusa- Na kama point ni ipi? Hebu niambie kidogo. Akaendelea kutembea, umeshashinda. kat rumah. Bila Nakumbuka mengi sana, mama alikuwa na hasira. kalau kantoi, kau make sure. Hasa pindi nilipokuwa nikitoka kwenda kuangalia mpambano wako nikirudi. Tapi kau Nilikuwa nikikamatwa sana, nilikuwa ni mzembe mno. satu Mama alikuwa akinikamata, nilikuwa na hasira sana. belah macam tu je. Lakini baadaye ukaja ukapotea tu ghafla. Teruk. Aku mula mas Sikupenda kabisa. kun Na mimi baada ya hapo nikaenda kujiunga katika ulingo wa kupambana. Nilihitaji kuwa stronger kama wewe, yani kuwa imara kama yeye. aku terus terang dengan kau, Dik. Nikwambia ukweli Zen, Atau aku dah tak suka dengan pindi nilipoondoka kau nak bergaduh. nilikuwa na huzuni sana, lakini nilivyoenda kujiunga jeshini nilikuwa na fikra za kurudi nyuma, lakini nilijua kabisa baba na mama lazima wangelikasirika Kan tak pasal-pasal. wakiwa na hasira na mimi. Nilihisi kama nimeumiza kwa nafasi moja au nyingine, lakini leo hii mama amepoteza maisha, sikubahatika kumwona. Itu sebab aku nak lepaskan nafsu bagan aku. Huwa anakwenda kupoteza hasira zangu lingoni kupambana na mtu, lakini baada ya kwenda jeshini nimefundishwa heshima, nimefundishwa utiifu, tu aku faham. na nimekuwa mtu nisiyependa mapambano yasiokuwa na heshima, mapambano yasiokuwa na leseni. Tusan, tinggal aku seorang-seorang. Anasema hiki ndicho ulikuwa umekichagua kwenye maisha yako. Benda ni Sasa yote uliweza kuiacha iko nyuma yako. Tapi sampai lepas kau kahwin, lepas kau kahwin pergi lantak lah aku ikut laki kau. Bukan masalah. Sasa mpaka utakapokuwa ukiolewa basi matatizo yameisha. Si una mpenzi anaitwa Kalanta. Caku ni ah. Anapona fikiri kwa binti kama mimi kuna mwanaume wa kunitongoza. Jangan. Kau ingat aku tak. Au atakuwa anajitakia kifo tu. Namba sikiza pumbavu. Kuna kitu amekiona jamaa kwa nyuma. Zen, at 6 o'clock yani kwa nyuma. Usiangalie sasa na wewe. Kuna miamba inatufuatilia kwa nyuma, nikara sisi salam binti kachungulia. Kuna watu sio watu wazuri. Namba zinakuja nyuma, ni tough sana hizo namba. Tukimbie. Kwa mbele wakawa wanakimbia, lakini wajomba wakawa wanawafuata. Wakafika mbele wakakutana na gari. Ile gari lilikuwa na abiria wachache, haijasheheni sana. Ilikuwa kwenye basi stand. Hii ni kituo kidogo cha basi, wakaingia. Lakini abiria wao Mungu ndani, watu wamepinda nyuso. Kibo. Hao watatu waliobakia nyuma walijua kazi imeisha. Hapo kwenye gari sasa, hapo ndani hapo ndo kutamu. Utamu kisogoni baba. Hassan! Kachomwa kisu kamkosa mjumba. Sasa kikaumano uko ndani ya basi. Kumbe abiria wako abiria ni abiria feki. Walikuwa ni watu ambao walishaandaa gari kwa ajili ya jamaa kishaingia kwenye gari. Na lazima msaada kwanza ni hapa kwa mkono kwa unatembea. Cheki shulio. Aya. Noma. Aya. Shit. Tengua mkono namna hii. Pumbavu. Vuta kisu. Jomba anakwepa. Hassan si mtu wa mtu mzembe. Yuko makini mzee, yuko fiti karifiti fatati ni zaidi ambapo kituo cha polisi. Na ni mwepesi zaidi ya Pepsi ya baridi. Sasa binti naye pia yuko hapa vi. Mtoto boss. Na akiingilia kati, cheki shulio. Leo amekutana naye hamne samne. Ama uso kwa uso, face to face. Baba yako amekutuma hiyo mbada. Unataka kujua? Ha, piga mkono.
kapitiliza nje, kaning'inia hapo dirishani. Yes, bibie. Basi limeachwa kwa sasa, maana wote ni manyemera. Halina dereva, linaendelea kunyosha njia. Binti akaweka mguu kwenye Starling kwa ajili ya kuendelea, gari lisije likapinduka njiani. Huko mkono unatembea, jamaa kapiga risasi juu. Mpa kitu dozi, binti akaenda chini. Sasa huyu ndo kakake na binti ambaye ndo wote walikuwa ulingoni. Cheki shi, binti kapewa usingizi. Tulia mama, nyamaza nyama. Yeah, sasa cheki shuli. Ni vita, si mchezo. Yeah, hapo sasa ni kizanga-zanga. Imana mnyosha kisu, nataka kumkata. Zeni kwa makini. Anapeleka kisu na mnii jamaa. Kuna beti liko iko chini, jamaa kwenda kunyoosha. Binti amemsomea ramani. Kupitiliza kamkita ndugu yake. Kwenda nzito. Didan. Mama amepoteza maisha. Mbaki wachache sana kwa unaendelea kuwafuta. Sasa binti amezinduka. Wanamuita V. Alikuwa usingizini. Kazinduka sasa hivi. Kaona gari lenda bila dereva. Kucheki brother. Ryan, anaitwa Ryan. Ryan. Brother ndo kwa heri. Kaenda kamkita dereva kwenda. Sasa na kama Teo Skani mwenyewe ana hasira. Anapotelea mbali sasa. Kwa vile ndugu yake ameshakufa na watu wako huko ndani. Akanyosha mbele. Gari kaongezea kasi namna hii. Kwa mbele kuna ubao. Binti akaona hii ndio fursa pekee. Akanyosha gia, akaongezea na kasi ya hatari. Alafu yeye anajiachia staili hii. Yeah, gari linanyoka, jamaa naye anakuja kuangalia. Binti akaanza napambana zeni. Gari imeshakaribia na kibao. Kajikita. Sai. Lakini kwa bahati nzuri haikulipuka. Ikawa ndo usalama wao. Binti yuko salama salimini. Rumita V alishajiangusha huko. Dengi sasa huko kwenye himaya ya Rajas. Anavuta fegi, mara glasi likadondoka chini. Alikuwa anapiga unywaji, nafikiri ni pombe. Watu wanateseka, maisha yameshakuwa magumu, wanafanya kazi chini ya mtu wakiwa kama hostages, mateka. Kwa maana wameshindwa kulipa deni. Hasan, amka Hasan. Alijigonga wakati unarujua lizimia. Amka Hasan. Amka. Nyeuka juu. Nitakao tuweze kuondoka hapa. Ndugu yake amemuua. Ndugu yake na binti V. Anaitwa Ryan, kafa. Sasa wanashuka. Lakini wakati wanashuka, kuna kikosi kilikuwa kinakuja, magari ni mengi sana. Batende, tukimbie sehemu. Walikuwa nakuja watu wa mtu huyu anaitwa Rajas. Kuja kuikagua gari, je, wamekufa watu wangapi? Je, watakuwa wamemaliza? Wamekuja kukagua, na mara wameshika break hapa. Boss. Yuko na boss, kama boss. Boss. Anasema watoto wa Muna hawako hapa. Ina maana wameshinda mpambano huu. Kwa wameishia. Boss amekasirika. Hei, mbona shuli ni kimbembe? Boss amekasirika. Yani kamind kishenzi. Get him out of there! And let all over the flats. We're going over to... Sasa kama kusanya watu wote hapa. Nendeni kwenye himaya ya mtu huyu, mkamlete. Rajamera ametoa amri kwamba waende katika nyumba ya babake na binti pamoja na Hassan Munaz. Yani kijumla waende kwenye nyumba ya Muna. Hii si ndo tabu hii. Hii ndo balaa. Binti yuko na kaka yake. Wakati huo simu inapigwa nyumbani. Wakati Dingi alikuwa anafanya usafi, maskini Mungu alikuwa jioni na simu ya watoto wake, anampigia simu. Anasema baba, pokea simu. Fanya raketi. Sasa tukimbie. Wanahitaji wahi nyumbani mapema, lakini je watawahi? Katoa mzee, maskini Mungu. Simu inaita lakini hasikii. Huku vijana wametumwa kwa ajili ya kukusanya kikosi na kuelekea katika sehemu na kuishi Muna. Wakamfanya hamna. Yap, hii ni fitna za boss. Wanamuita Rajamera. Sasa bibi V analia.
kwa kufeli kutimiza kile ambacho babake alimwagiza. Ndio maana alikuwa kilia, lakini haisaidiki chochote. Sasa namba zikawa zinashuka mjomba. Hizi namba ni tasa. Vijana ni wengi zaidi ya 60 nao wanafanya kazi katika chini ya mtu, chini ya miguu ya mtu. Hey, move! Fadhili ya mtu. Siko hapa gorofani, sio mbali. Na ni gorofa ambalo mwenyewe analipia. Sasa bosi anafuatwa. Familia ziishi kwa amani sehemu. Watu wanaishi kwa kunyanyasika. Basi tu kwa sababu kwa chini ya mtu. Ni kizanga. Nichekeshe shughuli hiyo. Baba ni noma. Watu wako wanatafutana kishenzi. Sasa namba nazui tende. Watu wameshavamia hapo. Jamaa akiangalia hivi anatunza familia. Yuko mama yake pia paka katika sehemu, na watu wameshavamia. Watu wa mtu mmoja Rajaz wamefikia kwa lengo la kumfuata dingi la madingis. Sasa anakuja kupokea simu. Hey baba, tafadhali toka nje ya nyumba, kuna kitu kibaya ambacho kinatokea. Tayari Raja ameshatuma watu wake hapo, kwa hiyo ishia ndani ya jengo mzee. Sasa anakuja kuchungulia nje. Hey, uone umejaa kibao. Kwenda tenda hapi. Akakutana na Raja huyu hapo. Anakuja hapo juu. Kibo cha ndende. Atafanyaje? Zari chama ni kuvuta ile machete, nito paru wa Chaga unajua. Akamba tayari nishakuja. Kosi, baba, bado una nafasi ya kuondoka baba, tafadhali ondoka. Anambia kuondoka nitaenda wapi? Baba! Anambia mzee naye ni mjeuri sana. Dingi haizi kwenda popote. Aliona ni bora kubaki hapa. Lakini tayari hata hivyo vijana wameshaingia huko ndani. Sasa ni kizanga. Nichekishie kwa hiyo shughuli baba. Tunggu sini. Anambia subiri hapa. Wazee wana marungu. Wakaingia, Dingi ameingia. Raja kaingia kwenye chumba cha mzee Munas. Anambia mmefika. Sijakupa ruhusa, mbona ndio niko ndani tayari. Engkau tak pernah tanya pun masa kau bagi pecah rumah setinggan aku dulu. Kuniomba kuingia huko ndani, mbona ndio lakini ishafika. Akaketi. Anak-anak kau mana? Watoto wako wako wapi? Mbona sijui hata. Wameondoka. Hawatarudi hapa. Exactly. Hasa? We're supposed to protect our kids. Yaani sisi tungeliwalinda watoto wetu. You do it your own. Ingekuwa vizuri, lakini wewe umelinda wako na mimi nimeshindwa kulinda wako. Lakini usiku wa leo Your kids well. waombe watoto wako wawe salama. To protect mine. Mimi nitalinda wako tu. So in a way, all your fault. Si kosa lako. But Ni kosa lao. fault. But they are fault. Lang kau dah nak mati. Kwa sababu sasa unakufa, labda nikufahamishe kitu. Despite our rivalry, I always had respect for you. Hii itakuwa heshima kwako. Salamu ya mwisho. Mzee alicheka. Kaitwa Raja. Endelea tu ndugu yangu kunyanyasa usiokuwa na hatia. Lakini pindi atakapokuwa umefikia hatua hii, kuna siku itakuja. Ipo siku inakuja. Utajutia. You will regret causing the mess. Ndo maana mwanzo nikasema the mess you have done before, you will regret it. Yani kosa ulilotenda mwanzo utalijutia. Hakuna msamaha. Hata kuzimi na msubiri sasa hivi. Kamba nilishasubiri wakati muda mrefu sana, lakini mwisho wa siku ikabaki hivi vitu. Alikuwa kisubiri wakati wa kufa, lakini hajaupata vema. Sasa vijana wako hapa karuhusiwa kuingia ndani. Walichomfanya mzee utafikiri ni bendi ya shule. Lakini Dingi naye alikuwa yuko vizuri, kajitetea kwa mara 2-3. Wakamzidi mani wengi. Cheki mambo hapo sasa. Sasa kina Nazimia hawataki kuingia, lakini bosi kasharuhusu. Ingieni ndani. Zaa anashughulikiwa. Iko shughuli mjomba, si mchezo. Maskini Mungu amempiga kamba, hatimaye anamwaga mafuta ya petroli original kabisa, ni petroli nyeupe. Mzee Mdingi anakamata kiberiti, anamchoma kwa mikono yake mwenyewe. Yaani mtu anachoma akiwa hai. Kabla hata hukumu ya peponi. Hii ni laana tupu hii.
alimomba Mungu wake msamehe, huku akiungua na moto. Wazazi wanafika gorofa la juu Dingi anakoishi. Chumba limeshateketezwa tayari na Dingi akiwa ndani. Kicheki hivi nje kuna crew wa kutosha, hawezi kuingia, lakini wakataa kusubutu kwa ajili ya kuleta mashambulizi ya kumokoa Dingi. Dingi, sasa itawezekana? Hapo ndio shughuli. This is God for second, yani hii ni laana, si mchezo. Wakataa kujaribisha. Wow. Zaini, please. Akaona mwaga maji bibi Zaini. Hassan alipochungulia ndani akaona hii imeshachelewa. Binti anataka kuingia. Hassan akabidi amzuie. Hawezi. Huwezi control moto, umeshazidi hapa. It's too late. Ni hatari sana. Tafadhali naomba nisikilize. Zaini, acha. Baba ameshapoteza maisha. Inatosha. Zaini, sikilize. Dad is gone. Baba ameshakufa, achana naye. Hawezi kusaidia chochote, maana tayari moto umeshashika kila mahali. Wamechelewa kumsaidia. Jamaa alipata hasira, na mwanaharamu siku nikimkamata na mlamba kwanza denda. Watu wa Rajamera wameshafanya yao tayari na kuna ujanja hawezi kumsaidia mzee hapa, inabidi aweze kuondoka na kuishia kwenda mbali. Lakini wakati wanakimbia tayari miamba imeshazuia njia zote, kuna nobody in nobody out. Sasa show kwa show, ngome isilale. Dawa ya show, ngome isilale. Twende kazi. Yes. Hapo sasa. Bunja. Angisi. Zaini kasaidiwa. Haya, jamaa kasimama tena. Oya, njoo bigi kwenda. Kamata upanga jamaa, pumbavu. Una haki ya kushika upanga wa babangu, mshenzi. Alichezea mingi. Halo. Wako nyuma. Vamia. Watu wana charge. Yana naongeza morali ya hatari. Sasa huko nakuelekea ndo mahali jamaa alikuwa anatokea upande nje kabisa wa nyuma ya jengo hili. Ni kizangazanga. Kikuni ni kingi, mzeni wengi. Endelea kunihesabia hii. Mambo ni mazito. Sai. Oya, kamata hiyo. Asante. Mchinja vibaya. Jamani, pigo ngumi ya koromeo. Anashika bado yuko hai. Malaika wa kifo alikuwa mbali. Ndio bahati yake. Sasa hiyo. Asante. Kila mtu anashika panapouma. Zaini, unaenda wapi? Tafadhali kamba nakwenda Koraja. Ataniambia vizuri, nataka nimtume kuzimu. Anapotoka kufa anafanya jambo gani wewe? Kamba acha kuwa mjinga. Upuuzi wako ulisababisha sisi tuko tunaitumeishia katika hali kama hii. Baba ameteketeza ukiwa uko hai. Anambasi ndio, inanihusu mimi sio wewe. Tafadhali naomba nisikilize. Teketeza wote hao. Wanakuja miamba ni wengi. Sasa ole wake ile kunywa uji wa mgonjwa na mgonjwa akafa. Hasta vitu lao watoto waambie vizuri. Noma. Cheki mambo. Akawatawanya mna hii ili kumpa mwanya. Hapa ndo patamu. Moja ndo mpango. Asante. Alichakaza wote. Asante.
Yeah. Akatoka gari la polisi linaingia. Sometimes sheria ni upofu. The law is the blind. Mama anapambana. Aliyekuja ni ndugu yake yule Bun ambaye alishakuwa askari polisi, inspector polisi. Wachana ujinga. Na yuko fiti wakamvamia. Vijana wasiki, unajua sikio la kufa lisikii dawa. Kapiga choma joto, tumekaa chini, kujisalimisha. Kabaki mjomba amesimama juu na bado yuko na paro hii Wachaga wanajua kukatia majani. Mwamba na hema. Asante, tafadhali weka hiyo machete chini. Machete ni paru upanga huo. Anaambia umemteketeza babangu akiwa hai. Okay, sir. Niache nimalize kazi. Akamba ndio unajua sheria ipo pia. Weka upanga wako chini. Aweke machete chini hiyo. Kibo. Jamaa alifikiria niweke au nichinje kwanza hii. Akashusha chini. Ana hasira kishenzi yani. Wapambe wote mikono juu. Hii ni sheria inafanya kazi sasa. Inspector wa polisi. Lakini hata pia maumivu yao anayajua Bun. Anayatambua kwa moja maumivu ya kiasi gani. Sasa akampiga bangili ya serikali. Wakachukua na upango ule kwa ajili ya ushahidi na vitu vingine. Baadhi ya miili ikawa inachukuliwa kwa ajili ya kwenda kupelekwa postmortem kwa uchunguzi zaidi. Jamaa ana hasira sana. Huwezi amini. Lakini ndo tayari polisi wameshaingilia, ni sheria. Wezi wa mtu mbele askari polisi ni ngumu. Anasema yote haya ni kwa sababu mmejitakia nyie. Kosa ni lenu. Sebab kau. Ni kwa sababu yenu nyie. Hakuna wa kumlaumu hapa. Mlikubali kwa chini ya Rajas. Ndio maana mateseka maisha yenu zaidi, watu ni slavers. Watumwa. Pesa siapa pula? Hostage. 62 wako 62 wamepungua jamaa wamemaliza wachache. Mpaka kama 50 nao huko. Lakini bado ni wengi pia. Wako chini ya mtu. Watu wanateseka maisha ya manyanyaso. Hassan, tafadhali niambie nini kilitokea. Wako kwenye gari ya polisi. Jamaa anamwangalia. Ada orang ada jumpa bas. Tulipata gari lilikuwa limepata ajali upande wa nyuma wakati tunakuja. Lakini hakuna mwili wa mtu. Walikuta mwili wa mtu mmoja ambaye mtoto wake na Raja. Yule Ryan alimgundua kwamba alishakufa. Niambie unachokifahamu kuhusu hili. Jamaa hakutaka kuongea. Lama alichofanya kitu kimoja, akamfungulia pingu. Jamaa yuko sahihi. Aliona kabla hajafanya sheria afanye kitu kimoja. Hii inaonekana kwa kamvamia. Sasa alichofanya kitu kimoja. Amba nawe pia umeshaitambua bandio. Umesema nini? Aku tak faham. Kau yang tak faham, Hasan. Unasema kwamba nimetambua nini? Niambie. Kau juga. Mimi nilikuwa mtu kama wewe. Aku pernah lari dari tempat ni tau. Nilihitaji kuweza kuondoka na kwenda mbali na hii sehemu. Wazazi wangu wakapoteza maisha kwa sababu ya kazi juu Lepas tu bila kupumzika. Nimefanya kazi masaa 20 kwa siku bila kupumzika, siku 7 kwa wiki. sekarang aku masih tak give up. Lakini mpaka sasa kuona matunda yake yote. Sasa kwa nini unaona ufanye kazi? Alijua kwamba labda Raja amerudi tena kwenye kazi ya mtu ya uboss. Sama dengan family yang masih stuck di situ. Dengan flat. Sasa familia yako imeishia katika namna hii. Aku nampak. Yaani hatima ya familia yake imekuwa mbaya sana. Kwa ajili ya kufanya kazi na huyu boss wanamuita Raja Mera. Kanggo Bun. Anamba ndio Bunu uko sahihi. Kita na benda yang sama. Nilikuwa nikifikiria hivyo na nilikuwa nikitaka pia. Nak lari. Lakini sikimbili jambo, nataka nilikabili. Apa yang aku nak? Sinataka nimalize Raja tu. Please. Yeye nataka nimalize huyo mtu, naomba nafasi ya mwisho tu. Basi wakati huo binti naye Aku rasa Zain tengah cek raja sekarang ni Bun. anasema Zain hahusiki na chochote, please. Sudah. Naomba nisaidie kumwangalia dadangu Dalam kita. pindi nitakapokuwa nikirudi katika ile ngome. Anaomba kule ni hatari. Mtu alikuwa akizalisha condoms huko ndani, lakini kuna mambo mengine. Anazalisha methamphetamines Ada satu bil. ambayo ni hatari kwa ajili ya maisha ya binadamu. Jaga oleh private security. Na chumba chake kilikuwa kinalindwa Sebab na private guard security, walinzi wake binafsi. Macam mana? Anaambia kwanza, umejuaje mambo yote hayo? siapa? Unafikiri nani aliniambia? Tak faham.
simpati bado. Faham? Kamata ndo utajua. Upanga wa dingi yake inamaanisha kwa babake alishai kumwambia Gabon hizi habari. Sasa kukamata upanga wa babake akamwambia shika. Ila sasa nipige mimi. Nipige mimi hapa. Hakisha natoka damu. Serious bro? Anaambia hakika nipige ndugu yangu. Hii ni mbinu ya kivita, nimegundua kwamba mpige umia afa akimbie. Yap, inaonekana askari walizidiwa. Ili akafanya shughuli ya kumkatakata mkatikati ya mbwa Raja. Kampa. Anaambia pumbavu nipige kwa nguvu. Fanya haraka mjinga ni. Kapiga moja, akakimbia. Anaomba kwa mbele wasikilizwi. Maana huku kwa upande nyuma ni pick up kwa hawakusikiwa sana. Kwa gari la polisi inaendelea, jamaa ameshakimbia. Kwa hiyo ikatengeneza kama njama za kukimbia. Akatimiza tu hitaji lake. Sasa katoa binti maskini Mungu amekuja katika ngome ya mtu huyu. Anahitaji lipe kisasi. Watu wakakimbia, wanajua mziki wa binti ni kizangazanga. Hawafai. Binti hafai. Hey. Huyu ni mtoto wa Muna. Asio binti ana joto. Ni mtamu basi jui lakini. Unaje hapo? Hao ndio walikuwa kimnyenyesaga babake na binti anajua. Wambaki wawili wabishi sana. Sasa mara kuna crew ikaongezeka. Nichekeshe shughuli. Watu walichezea. Yap. Walifutwa hao. Sasa mbaki wawili. Haya, nyie mnasemaje? Katupa faili pembeni, Kakamata rungu, ni wazembe mno. Hebu tuanze sasa. Tunaanzaje ndugu yangu? Tumvumilie binti au tuanze naye? Wewe ndo mkubwa, anza. Rungu ikadondoka. Jamaa kaingia. Anayo. Binti afai. Cheki matusi. Yap. Noma. Sawani. Kwenda. Hakata moto. Na rungu yake. Zaini. Amefika Hassan. Hassan Munaz. Okay. Uko salama? Namba ndio niko poa. Lakini kawafuta kidogo somba. Kaongezeka watu wengi hapa. Sasa ni zaidi ya 50 na ni wengi kishenzi. Wamemzunguka mjomba wakati Raja anaangalia kwa juu kabisa gorofani. Anajua mziki utaisha tu. Hawezi kushindana na watu. Ni ngumu sana. Yaani sasa mtafuta demo wa kirangi mwenye shanga kiunoni, unapatia wapi? Anabado uko hapo? Joe. Iko kizangazanga. Akak lama tu bunyi lagu tu tu. Yalah we. Sasa simu ya mtu mmoja ikiita, ambaye simu nani inaita hiyo? Simu inaita mlio fulani hivi wa kuwavutia watu. Kumbe jamaa alikuwa simu yake inapigwa. Hey, hello Nazmini mimi. Kamba sikiza Faisal. Njoo nyumbani mama yako anaumwa sana. Sampai bila kau nak? Utafanya kazi chini ya Raja. Mama anaumwa huko apati tiba yote. Unafanya kazi chafu. Sekarang. Njoo mapema. Nazimi alikuwa anapigia simu gafu, kila mtu ampigiwa simu. Ni maana Nazimi kule ilipofika alikuwa ameongea na kila mtu, mzazi wake, mdogo wake, kila mtu aliongea naye. Ili wapigie watu simu mpangoni wa kumsaidia Hassan Munaz. Sasa ni chekeshe shughuli. Alikuwa na uwezo wa kuwapiga tu, ilikuwa ishindika mzee. Pana watu wako busy wanapokea simu kwa kama customer care. Hii balai. Oya nangoa na mimi nipokea demo wangu. Subiri hapo. Njia ya kutoroka. Hey hani. Wewe nao uko wapi bwana? Nimekumisi kinyama. Hey, ngoja. Miss call. Nimepata missed call 5. Ako. Mama na baba wananipigia simu. Hii ni njia ya kutoroka, unajua kabisa jamaa hawezi. Yaani la sivyo mziki hapo ulikuwa ni CD buku, si mchezo. Sasa ni chekeshie balaa, wakapata mwanya napita. Wao jamaa walipoona kwamba wamepewa taarifa, kila mtu alipewa taarifa kwa wakati wake. Wakaona hakuna sababu ya kupigana na mtu ambaye anawasaidia. Sasa walichoamua kufanya ni kuweza kuondoka, wakamwacha bosi. Sasa akabaki mtaalamu anamuita Ifrit ama yani Ruhun. Ujamani noma sana huyu. Ndo mtu wa mkono wa kuume kwa boss. Bring me their heads. Anaomba niletee hiyo kichwa. Senang bos. With the precious boss, nitakuletea kwa ina thamani mno. Sasa nicheshie shughuli hiyo. Mtoto wa bosi naye anakasirika, kabibia kanaitwa Vir. Anaitwa V.
Sasa kufika katika kiwanda cha kuzalisha kondom, kakuta watu wako busy sana, wanazalisha kondom tu. Sasa ni kizaazaa. Watu walivyoona sura za ngumu, hizi sura ngumu hizi ziko busy, wakabidi wakimbie muziki waweze, wakakimbia wafanya kazi. Anabasi kwamba wanatukimbia, walikuwa wameshaingiza hofu kwamba wanaojua kabisa kutoka kichokifanya hapa ni matendo ya Lucifer. Kwenda kabidi watoke watoe watu kwa nguvu ili waishie na wafanye kazi. Wachunguzi mtu ni kweli anachokizalisha nini. Hapa tutakiona sasa rasmi kabisa biashara zake za magendo mtu. Hapo sasa wanakagua kuna mitungi pia ya gesi hapa. Sasa dokta anayezalisha kondomu, wanaozalisha kondomu navaa maski ndugu yangu, afu unatumia hiyo kondomu. Mbona hii ni kizaza hii? Kizaza changano kinakwisha jamani. Jamaa ikaparu hapo juu ya meza kukagua. Hii ni kitu kingine. Shabu. Ni meth. Au wanaita methamphetamine. Methamphetamine ni hatari kwa ajili ya maisha ya binadamu. Inatumika pia kama dawa kulevya, ni drugs hata hivyo. Anasema sehemu yote amedanganya serikali kwamba anazalisha kondom, lakini sio kondom. Ni vitu vingine tofauti. Wakaongezeka namba hapa kutaka kuleta upingamizi. Sasa ni hesabie hizi. Lazima lijue jiji hapa. Watajiju. Watalijua jiji mzee. Cheki mambo. Haya. Baba. Hawa jamaa wanapigana wana ta balance. Hey. Kata ile mirija ya gesi. Mwagie ile meth. Inachoma mbaya. Sasa baada ya kumwagia kwa amelewa, piga bila mpangilio. Oya. Moto umeshika. Binti Zena anapambana. Ujema na wengi kakutana na besti yake huko amelewa, wanapiga waangalia, wana mpangilio. Bwana. Zito. Hapo. Kizanga. Oya, twende kazi. Yap. Double. Yes, Hassan. Huko binti anapambana. Moto umewaka hapo laboratory, si mchezo. Nikizanga. Boss yuko chumbani. Aya. Kampa moja. Kamsaidia, moto kashika vizuri zaidi. Hii sema watoke na kuna mitungi ya gesi hapo inalipuka. Siasi ndio wanatumia. Sasa mtukimeli hatari sana isema. Wakapanda juu. Yap, kumfuata bosi sikajifungia huko ndani. Leo taongea vizuri, shenzi mkubwa. Nini shida? Kamba chumba nichi hapa. Lazima tukitaka kumpata Raja tufanye haraka sana. Wakaingia ndani bwana. Bwana binti amejipanga vi, kuna bonge la panga mbili. Mtoto na roho ngumu, utafikiri binti wa Kisukuma. Alafu namuona mkali wa mambo. Irfit jamani, noma. Mwite ya Yan Ruhian. Huyu jamaa mimi namkubaliki sana huyu. Achezagi na kima. Akapunguza uzito kwanza. Yani yuko physical fit for tatu, ni zaidi ya mbwa kiti cha polisi au Pepsi ya baridi ufungue ile unaionaje ile. Aya. Jamaa ungashika paru hiyo. Sasa nichekeshe shughuli. Hizi namba zote ni tasa, zigawanyike wala zijumlishiki.
Binti naye yuko makini vi, anajua aliwahi kushinda ulingoni dhidi ya Bibi Zeni. Sasa leo itakuwaje? Hapo sasa ndo kitu tunakingojea sisi. Mtihani ni mzito hapa. Kamshikia panga na binti anajua kabisa huu ni uoga huu. Kupambana mtu asiye na panga ni uoga, kaonesha. Yap, cheki mambo. Ifrit anapambana mkali Hassan Munez. Cheki mambo. Na huko upande wa pili bibie yuko Navi. Ni matusi debe. Yap, kazuia na bomba hiyo. Sai. Zimesambazwa pesa hapa mzee. Si mchezo. Aya. Ifrit bado yuko fiti. Na yuko bomba. Namba zote ni tasa. Bunda za pesa zinadoroka ovyo tu. Moja kidogo naye kaenda chini. Lakini bibi si mzembe. Utaniambia. Baka mote mbavu liuma hiyo. Hiyo kaiona, hiyo kaisikilizia. Bado yuko na machete, upanga wa babake. Ni kizaza. Hapo sasa. Aya. Wewe. Binti kaonjwa. Kazidiwa, upanga umekita mahali kanda hiyo. Kata mkono mshenzi. Alipiga kelele hiyo. Kapiga ukunga lakini isaidii. Yuko chini, amewekwa chini mzee. Aya, simama sasa tukuone. Huku vita ni shughuli. Vita vya tembo nyasi yanaumia. Ye baba. Yap. Ifrit yuko bomba. Yani kinyama. Wakampiga mani tizo, lakini jamaa bado yuko fiti kalfiti for 30. Na ujamani noma ule. Hiyo. Takwepa mzee. Aya. Wote wako hoi mzee. Hapo sasa. Wakasimama upya. Ngoma mbichi. Noma sana. Binti leo kaenda chini. Zeni, jamaa ameona. Halo. Sasa. Kuda deki zako ngoja nikuoneshe. Yap. Hapo. Akopeleka. Wewe. Mpa nzito. Mix na self pale jamaa kaenda chini. Mama yangu, jamani noma. Huyu jamani moto kote mbali. Huyu ni dawa tatu, weka mbali na watoto, si mchezo. Itu tajam. Kamata hizo. Si upanga wa dingi, kamata. Alafu njoo nazo. Alafu mwamba yuko mkavu, si mchezo. Kibo. Hakika panga pembeni. Kabaki na umoja tu. Kisu hicho. Jomba anaye faida ya kuwa na mbili. Cheki mambo. Baba kamonja kibo ya tumbo hiyo. Njoo.
kamoja kidogo sio mbaya. Yap. Sai. Baba. Kamoja. Si haba. Hiyo. Aya. Oya. Anazuia. Hapo sasa jamaa kwenye mgumu. Mpa moja teke. Kifute ya maana. Say. Oya, kakwepa hiyo. Kibo. Kamzuia. Ifrit ni mbishi sana. Baba, unipige kizembe. Yana sura ngumu, utafikiri bosi wa kiwanda cha sumu. Hawa wameng'ata ndimu. Aya. Mata. Wote ni dozi. Kila mtu anatafuta pa kuangukia, si mchezo. Hapo sasa. Noma. Moja bila, jamaa akaenda chini. Say. Namna gani anashindwa kuvua dafu mbele ya mtaalamu anamuita Ifrit. Ya Ruhani. Ya Ruhani. Ifrit. Bado yuko fit yani. Si mchezo, hata hajachoka hata kidogo yani. Kwake ni kama mazoezi tu, binti ampiga. Na hizo kibunda hela, jamaa kaangalia mtoto wa kike mwana dharau. Oya, ni aje kwani mzee? Bado sijaridhika na binti akataka kumotea, sikamzingua. Kapewa. Say. Zito. Katema mkisosio chi. Aya. Baba. Vunja mkono. Alafu ya koromeno afuata, mshenzi mkubwa. Kamaliza kazi kibabe sana. Lakini kama singekuwa hivi huyu jamaa. Huyu ni moto wa kuotea mbali, washia mbali, otea mbali, si mchezo. Zaini. Naye pia binti yuko hoi, kabaki boss yuko ndani. Raja Mera yuko ndani. Kita. Anauliza yuko salama. Binti yuko hoi, binti Taban. Kitaja maisha mwizi hapa kwenye upande wake wa bega la kushoto. Anajua mziki wa kutano binafsi. Sasa akatoa mitungi nenda kushika moto kama hivi. Boss yuko ndani, hajaondoka. Kajifungia kule akiamini kwamba ni salama, lakini hajajua tu. Siku ya kufanyia ni mito yote uteleza. The mess you have done before, you will regret it. Kwamba kosa la kutenda kabla lazima ujutie. Mata biso kachapa. Tandika nyingi kwelikweli, lakini je, zipo au zimeisha? Anamba nisubiri hapa. Kuna njia kuingia kwa pamoja hapa. Anamba nitakusubiri basi nisikilize. Ndio tena ko. Akuto. Wamenifundisha mimi najua jinsi ya kwenda ile. Tafadhali naomba nisikilize. Nina wewe peke yako. Nina wewe peke yako tu. Nikikupoteza na maana sitajisamea hata binafsi. Tafadhali naomba nisubiri nje. Please. Alimwomba kwa hili tu. Boss anasubiri, kuna biso mguu wa kuku. Aya, katupa mtungi katandika. Shauri yako.
Sikatoa gesi ile ni nyeupe. Jomba kapita kamchanganya, piga ovyo. Zimeisha. Koke nyingine nikoone mshenzi. Akawa anataka kuchungulia na jiamini yule. Na mtungi wa gesi kazuia risasi. Baba wewe zito kwenda bosi mandazi. Yuko chini ya maelezo sasa, ana ujanja wa kujitetea. Anaambia mtoto wako alikufa na huna chochote cha kuweza kufanya kwa wakati huu, hamna wa kukutetea. Yani ni kama babako alichofanya tu. Hiki ni kitu ambacho watu wengi walitakiwa kuweza kuelewa. Ilikuwa kwa ajili yangu tu. Ilikuwa sincere, yani kujitolea. Ilikuwa opportunity kwa watu wote, kwa jamii nzima kushare kile kitu alichokuwa nacho. Ilikuwa hapa thamani jamii, lakini ni uongo. Hakuna worth ambao ameitengeneza kwa ajili ya watu. Akaambia acha ujinga wako. Umejiita mfalme, mbele ni mfalme fake unayesaidia watu kwa kuwanyanyasa. Wameishwa kutumikia katika sehemu hii kwa muda mrefu, lakini bila kuwa na msaada wote. Only I can see your true potential. Anasema anachokiona jamani moka. Anasema kwa sababu uko hai, watu watakuabudu wewe ukiwa hai. What we can do together. Anaambia ni kitu cha kufanya kwa pamoja mimi na wewe. Anaambia unifahamu vizuri Hassan. Ghafla binti amekuja. Ana hasira sana. Mwacha mtoto akija afanye kazi bwana, vipi wewe? Boss akakamata ile silaha. Alipewa moja akazimia. Udaradeki. Akaona huyo akimuua hata regret, ni hata jutia. Dozi ni moja tu. Kita ikut kau je balik terus. Anaambia tulipaswa tukufuate kuelekea Michang. Kalau kita dengar cakap kau. Ningelikusikiza, hamna kitu chochote ambacho kingelitokea sasa. Binti anajuta kwa ajili ya babake kuweza kupoteza maisha katika mikono mtu huyu. Sasa mitungi hiyo ikalipuka namna hii. Mitungi ishashika moto kwa kiasi kikubwa. Sasa huyu na kutoka naye hapa ndani tayari kuisha naye, na polisi wanamsubiri hapo nje. Nikizangaza ngamba mama twende. Sawa. Najua uko salama. Kwa naomba please, naomba nifuate. Anasema Raja atalipa kwa kwenda jela tu. Hamna ujanja mwingine. Ili mtu mwingine ajifunze, ni lazima ajifunze kupitia Raja. Kwa jamaa anakwenda kuuzia sero malopango. Kwa hichi alichokifanya watu, kwa tesa watu kiasi hiki, jamaa kumbuka naye pia alisamea na ule askari polisi mwenzake Bun. Kwa kuja tu kufanya hili tukio la mwisho, lakini sheria pia itafuata mkondo wake. Anasema wewe na lazima ubaki katika familia, ndio naye kutegemea. Hata mimi nikienda jela sio mbaya. Benza anamkumbatia maskini Mungu kaka yake. Walikuwa ongei kwa kipindi kirefu cha miaka 8, lakini leo hii amekuja kumuelewa hivi. Anaambia jilinde, naomba tafadhali Zain. Boss anaburuta kama mzoga. Polisi wamejaa hapo nje baada ya kuona mlipuko umetokea. Walijaa wa kutosha, na alikuja sio mwingine, ni Bun mwenyewe. Sasa wale watu wengine walikimbia, ndio wanakuja kuanza kumwangalia mtaalamu jinsi alivyofanya kazi. Anamburuta bosi, utafikiri mbwa. Kamweka chini. Medik. Hey! Mati ke? Amekufa? Udah mampu. Kama angelikufa ningemleta huku. Nini ningemburuta nini? Bun. Ulikuwa sahihi Bun. Whatever watakavyosema wao. Nadia. Mimi niko tayari, lakini dadangu asihusike na chochote kile. Na kutegemea mbandio. Dadako atahusika, lakini sheria pia nayo itaangalia upande wa jamaa. So lazima aende sero. Bun alimwambia kama nipige pingu ndugu yangu. Tunaelekea wapi kwa hiyo? Si jela au? Yes, kalipuka hivi boom. Jengo zima la sambaratika kwa sababu ile mitungi ya gesi iliyoko huko ndani walikuwa wanatumia kwa ajili ya kuzalishia methamphetamine. Jamaa anakubali kupigwa pingu, anakwenda ndani ya sero.
hakuna ujanja. Lakini wakati anaenda, watu wakaanza kuita Hassan. Hassan ni shujaa wetu, ni shujaa wao. Leo wanakuja kumtambua baada ya kuteseka kwa miaka 8 nzima, wakiwa zaidi ya hostages 62 maskini. Leo wanamkubali kwamba ni shujaa wao, lakini mwanzo alikuja kumleta ngendembwe za hatari. Aku cuma harap Anasema mbona watu wanakukubali? Je, unajivunia? Basi si kwa ajili ya wao, ni kwa ajili ya babake. Anajivunia babake mwenye binafsi huko alipokuwa amepumzika. Binti kwa mbali yule pale, bibi anamuita anamuita Zeni. Imana mwangalia tu kwa mbali sana, jua dadake anatia kaishi maisha yake safi. Lakini mtaalamu anaenda jela, lakini binti alimwangalia. Je, anaruhusiwa kwenda kumsalimia? Kwa nini ni kosa hilo? Yes. Mtaalamu alikubali kwenda Sero, haina noma. Lakini tayari kafanya jambo kubwa kwa ajili ya babake kuweza kujivunia. Basi kigongo ndio hicho walikuwa naita Wira. Hii ilikuwa picha mpya 2022 na Imani DJ ndani ya nyumba. Hatimaye binti ilikuja katika kaburi la baba yake na kaburi la mama yake liko pamoja. Alikuwa akidondosha chozi sana mtoto wa kike, lakini hana ujanja wote wa kufanya. Zen, Tenteranya ngajar aku disiplin sebab tentera lah. nilifundishwa kuwa na discipline wakati nilipokuwa jeshini Berdiri. kwa ajili ya usalama. Na kuomba pia nayo pia usalama. Sasa binti naye, kulingana na mambo mengi ambayo aliweza kufanya na kazi alikuwa akizifanya binti, akaajiriwa kwenye TLDM ambacho ni kikosi cha kijeshi. Leo binti anakamatia nafasi ya uendeshaji kama pilot katika ndege hii hapa. Ndo kazi yake aliyopewa binti. Sasa hivi ni mwajiriwa, anafanya kazi jeshini. So mbaya. Brother ameenda Sero, lakini ipo siku anatoka tu. Maki ni mtu alikuwa akipambania haki yake binafsi, japo ilikuwa kisheria. Binti anaendesha jeti za kivita kama hivi. Mtoto wa kike kwa makini mzee, si mchezo. Astro Awani hapo SPS Oil Power Plant wanasema kwamba operation imekamilika, lakini zaidi ya workers ama laborers 62 walioshikiliwa kama hostages waliokuwa chini ya mtu mmoja ambaye anaitwa Rajas, na sasa wako huru na aliyefanya kazi ni mtu mmoja tu. Yes, ni mtaalamu anamuita Hassan ambaye naye amepelekwa Sero kwa nguvu ya dola. Kisheria ni lazima alikuwa aende jela kwa sababu ya kile ambacho amekifanya binti. Unapenda movie kali zilizotafsiriwa kwa Kiswahili na zenye quality kubwa ya 4K? Ingia YouTube sasa hivi, kisha search Swahili Movie 4K. Utapata action, drama na movie mpya zinazovutia. Usisahau kusubscribe.